Ndugu yangu, yani kama we unataka kuishi maisha mazuri, kama we unataka kugojea Mungu agukute ukiwa na furaha ili muondoke na yeye mbinguni, achana na maisha ya watu. Kwa pamoja ndugu yangu, we kama unajitayarisha kuondoka na Mungu mbinguni, wachana na maisha ya watu kabisa. We endelea na maisha yako, maisha ya watu wachana nayo. Kwa mfano, unakuta kijana ana miaka 35. Unamuuliza, kijana, wewe ulisoma? Nako ndio wako kana parara. Ete, mimi nilisoma, nilimaliza masomo. Unamuuliza, kijana, wewe una kazi? Kana parara hakiri. Eti mimi sina kazi. Unakauliza, wewe unaishi wapi? Kana kwambia, eti mimi naishi kwa wazazi wangu. Unamuuliza, una mpenzi? Ndio wako kameparara hakiri, kamechanganyikiwa, ni kama kamerogwa. Eti mimi mpenzi ndinaye, hata nafikiri huyu mwaka tutaunga ndoa. Wewe mkosa akili, wewe uliokosa akili wewe. Hivi wewe unajielewa kile unachoongea, ama wewe ni shetani na una mapembe? Ama hakiri hauna? Wewe ulimaliza shule, sikatai. Wewe hauna kazi, kwa sababu pia mimi nilimaliza shule lakini sina kazi. Tunaelewana? Aya, wewe unaishi kwa wazazi wako. Wewe hauna chochote, 5,000 kwa mfuko hauna. Trozi kiisha ni mamako anashughulikia. T-shirt kiisha mamako ndiye anamwaga jasho ili wewe usitembee uchi. Alafu ona akili kasoro zako, unaparara eti una mpenzi na unafikiri mambo na kuunga ndoa. Wewe ni shetani, wewe na una mapembe ndugu yangu. Unataka kuhamisha wazazi wako. Hiyo mafikio ya ujinga wewe unaitoa wapi? Nani aliyokuambia ya kwamba mtu ana pesa anaunga ndoa? Sutafute kazi kama wanaume wenzako wewe. We mandevi na kama mizizi ya vitunguu wewe. Ni wewe tunaongea. We msichana wenyewe unamsumbua, unamdanganya kwa nini mwizi wewe? Si wewe utakuja kurogwa wewe. Si wewe utakuja kuparara hakiri, mwisho wa ujinyonge. Utoka kwa kamba mahali umejinyongea wewe. Aya, mimi nilikuwa napita. Mimi sina haja na wewe ndugu yangu. We kama hautabadilika, wewe unajinyonga hii mwaka hii, tutakutoa kwa kamba mahali wewe umejinyongea. Mparanisi mkubwa uliokosa akili. Hey!